Numbers. Kama ilivyokuwa ada, basi na tamthilia yetu pendwa kabisa, tamthilia ya Dunia inazidi kuyoyoma vile, lakini bado wahenga wamezidi kubamba kwenye tamthilia hii. Aliyezoea kuua kwa upanga basi atakufa kwa upanga vile vile, lakini aliyezoea vya kuchinja basi kunyonga hatoweza kabisa. Mwanadada Kathe, mshahara wa dhambi ni mauti, basi mwanadada Kathe anateketea kabisa. Nikukumbushe tu kabla sijaendelea katika kipande cha leo, nikukumbushe tu kuweza kugonga neno ambalo limeandikwa subscribe au kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe, lakini pia kucomment kazi zetu ili tuweze kuwa mwanafamilia wa Baba Asma, lakini pia mwanafamilia wa Swahili Top. Usiweze kusahau kugusa alama ya kucomment, lakini pia kugusa alama ya kulike hapo chini. Sasa mwanadada Kathe anapitia kipindi kigumu sana baada ya askari kuweza kumtafuta kila kona. Ndio maana mwanzoni nilisema mshahara wa dhambi ni mauti. Tunamuona mwanadada Kathe kila atakakoenda sasa ana mashaka nako, kwa sababu polisi wanamtafuta kila kona. Sasa leo mwanadada Kathe ameenda kwa chibaba wake ambaye alikuwa anampatia pesa nyingi sana. Mwisho wa siku Kathe kuweza kumiliki hata genge la majambazi. Baada ya kufika Kathe kwenye jumba la kifahari la huyo mpenzi wake au chibaba, Kathe anamsubiria sasa chibaba wake ili aweze kumwambia yaliyomsibu au yaliyomkuta. Baada ya bosi sasa kuja, sasa huyo ni chibaba huyo. Ni jamaa anaonekana na mwili kweli kweli. Pesa kwake sio shida. Dola au euro kwake ni kitu cha kawaida kabisa, kwa sababu hata gari aliyoingilia nalo ni gari la kifahari kweli kweli, sio chini ya milioni 200. Sasa Kathe amepanda kwenye gari, anamueleza, anasema chibaba wangu, nateseka sana, kila kona natafuta wa jeshi la polisi. Jamaa anauliza unatafutwa kwa nini? Ikabidi Kathe aongee ukweli, aseme kwamba nilihusika kwenye mauaji ya mama na mtoto. Tunakumbuka katika episode iliyopita mwanadada kuitwa Matrida pamoja na mtoto wake waliaga dunia. Inasemekana ni Kathe ndiye aliyehusika, ingawa kibao kiligeuka kwa Manyanya kusingiziwa kuonekana Manyanya ndio amehusika. Ndio maana Manyanya amekimbia, hajulikani mpaka sasa alipo wapi. Sasa Kathe alizani kwamba huyu jamaa atamsaidia matatizo alionayo, lakini jamaa alichomjibu Kathe hakuamini. Ndio Bahati Bukuku anasema dunia haina huruma. Hakika dunia haina huruma kabisa. Huyu jamaa chibaba alichojibu, alimwambia kwamba Kathe, unaniomba sana kwenye vitu vyako nikusaidie, pesa nyingi nimekupatia, kumbe pesa ambazo ulikuwa nakupatia unadiriki kuweza kuondoa hadi uhai wa mtu. Sikutegemea sana, wewe ni mwanamke mpumbavu na ni mjinga kabisa. Kathe anasema naomba nisaidie mpenzi wangu. Akasema siwezi nikakusaidia, naomba utoke kwangu, lakini pia utoke kwenye gari langu, shuka, sikutaki tena kuanzia sasa. Kwa hiyo mwanadada Kathe amepoteza kila kitu kwenye maisha, kwa sababu alikuwa anampa kiburi ni huyu chibaba, na huyu chibaba amekataa kuonekana. Sasa asije akaonekana yeye naye ni miongoni mwa kumfadhili mwanadada ambaye anaitwa Kathe, kwa sababu kesi ya mauaji ni kesi kubwa sana. Sasa huyu jamaa kwa sababu ana madini, ana makampuni mbalimbali, pesa kwake sio shida, ana cheo serikalini, kwa hiyo hakutaka kuingizwa kwenye kashfa yoyote ile kuhusiana na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Kathe. Kathe hakuamini kabisa kilichompata kwa huyu jamaa. Mario anasema dunia tamu, lakini Kathe anatembea na mwimbo wa Bahati Bukuku wa dunia haina huruma, sio wimbo wa Mario wa dunia tamu. Sasa mwanadada anatoka nje analia kweli kweli, kwa sababu amepoteza kila kitu. Alitegemea huyu jamaa au chibaba wake ataweza kumsaidia kwenye shida, ilimradi kuweza kuwaonga mawakili, kuwaonga mapolisi, ilimradi kesi yake iweze kufutwa, lakini jamaa amemtupilia mbali kabisa. Sasa mwanadada Kathe hana mbele wala hana nyuma, lakini bado kwa mtaalamu wetu wa kuitwa Mudi amekuwa maisha yake ya kutangatanga, hajui
kesho itakuwaje, wala leo ataimaliza vipi. Mudi hata hela ya pombe saizi imekuwa ni hadithi kwake, kazi ni kuzunguka tu. Na kisa kilichomfanya Mudi aweze kuishi katika maisha haya ni kuendekeza tamaa za kuweza kutembea na wanafunzi, mwisho siku kupatia wajawazito. Sasa naye amekimbia kuogopa polisi. Pengine kama upo kwenye mahusiano na mwanafunzi, unaona kama polisi hawapo katika hii nchi, ila tu pale ambapo utaweza kumpatia ujauzito huyo mwanafunzi na wazazi wake kukumalia vizuri tu kuweza kukutafuta, basi ndio utajua kwamba kumbe Tanzania ni ndogo sio kubwa, au kumbe Tanzania na Kenya ni ndogo sana. Lakini hata kama upo Kongo, unajua kabisa Kongo hii ni kubwa. Fanya tu tukio ambalo serikali ianze kukutafuta, utaona kabisa Kongo pamoja na ukubwa wake huo wote, kumbe ni ndogo sana. Sasa Mudi kuogopa polisi, ameamua kukimbia naye pasipojulikana. Sasa huku ndo anateseka, hata hela ya kula chakula anakosa. Mwisho wa siku anaanza kupiga hodi kwenye majumba ya watu kuomba chakula. Wengine wanamtukana, wengine wanamuonea huruma. Mudi mzungu paka la baa. Sasa ajitambi tena, kilichobaki ni paka la uswazi tu. Sasa Mudi anaomba msaada kupata tu angalau chakula siku iweze ikaenda. Mwisho wa siku wengine wanamtukana, wengine wanampatia chakula. Maisha yamekuwa ya taabu kweli kweli. Sasa Manyanya huko aliko ameamua tu kujikita na kwenye masuala mazima ya kuweza kupambana ili mradi tu kuanza maisha mapya. Manyanya ameanza kupata kazi. Kazi zenyewe ni za kulipwa tu chakula, lakini mwisho wa siku na pesa kidogo tu ya kujikimu. Kuna baadhi ya kazi, kuna kipindi kikifika unafanya kazi tu ili mradi tu upate hela ya chakula, au ili mradi tu kesho uweze kuiona akili nyingine itakuja. Sasa ndio kazi ambazo anafanya Manyanya sasa hivi. Kazi ambazo anafanya Manyanya ni kazi za kuweza kubeba matofali na kufyatua tofali mbalimbali za block. Sasa tajiri wao naye ni mtata kweli kweli. Leo tajiri anagombana na mfanyakazi kwa sababu mfanyakazi amechoka vitimbwi na drama za bosi wake. Bosi wake anaingiza pesa nyingi sana, lakini hawathamini wafanyakazi wake. Yaani anawapa kidogo sana, na pengine hata hicho kidogo wape maneno tu. Sasa hii imekuwa ni mbaya sana kwa wafanyakazi, mpaka imefika mfanyakazi huyu kuweza kugombana na kumkuda bosi wake. Manyanya sasa ndo akawa yeye ni kama sasa mjumbe wa nyumba kumi, anasuruhisha. Lakini baada ya kusuruhisha, Manyanya naye ikabidi atoe ya moyoni kusema kwamba bosi, wewe hapa leo unaitwa bosi kwa sababu una pesa, lakini una mali pia, na una wafanyakazi ambao wanakuabudu na wanakuheshimu sana. Lakini kukuheshimu kwao kusifanye sasa wewe uwadharau, kwa sababu hawa wana familia, lakini wewe unawadharau, unaona kama si kitu. Kumbuka hii dunia tunapita, na hizi mali ulizonazo zinapita. Waheshimu watu bosi wangu. Huyu kijana analalamika kwamba pesa hana, familia yake inateseka, lakini wewe pesa unazo, hutaki kumpatia. Lakini sio tu kwa huyu ambaye amegombana na wewe leo, hata mimi pia hela yangu ya siku 3 hujanipa. Sielewi nitaishi vipi, unanifanya mpaka nifanye kazi kwa majuto. Bosi, maneno ya Manyanya yalimjia vibaya mno. Siku zote silaha ya mtu mwenye hekima habishani. Mwenye hekima anakaa kimya, au mwenye hekima anatengeneza hoja. Manyanya leo amemtengenezea hoja bosi wake, hadi bosi wake mwenyewe amekaa kimya mithili ya maji kwenye mtungi. Aisee, dunia hii usipotumia akili, basi vitakavyoteseka ni viungo vyako. Pengine utagombana, utampiga mzio, au wewe utapigwa. Sasa kama nilivyokuambia kwamba dunia siku zote ni sawa na bahari, dunia haina mwisho. Sasa huu usemi unapingana kabisa na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Catherine. Leo Catherine amini ameweza kushikiliwa na jeshi la polisi, na yule polisi ambaye alikuwa na urafiki naye mkubwa kabisa ndio huyo polisi ambaye ameweza kumchoma
au ameweza kuongea ukweli kusema kwamba Cassie ninamtafuta anakaa hapa na Cassie amefanikiwa kukamatwa. Sasa hii ni mbaya sana kwa mwanadada anaitwa Cassie, kwa sababu kesi ambayo anahukumiwa saizi ni kesi ya mauaji mama na mtoto. Sasa kifungo chake ni kifungo cha maisha, lakini pia na adhabu kali, kwa sababu sio kwamba alikusudia wala hakukusudia. Cassie alizamilia kabisa. Leo Matilda hatupo naye katika tafsiria, lakini pia mwanadada wa kuitwa brother au dokta wa manyanya pia alijiua kwa sababu ya mwanadada wa kuitwa Catherine. Kwa Catherine ana kesi 3 mpaka sasa: kumpoteza uhai mtoto wa Matilda, lakini pia kumpoteza Matilda mwenyewe, lakini pia na daktari. Sasa Cassie anaendelea kusikiliza wimbo Batibukuku wa dunia haina huruma, na kweli dunia haina huruma kabisa. Cha kujifunza hapa ni kwamba kwenye maisha, kubali kuna baadhi ya vitu kuvipoteza, lakini pia kwenye maisha kubali kuna vitu pia vilikuja ili wengine wavifanye, sio kila kitu kifanye. Ndio maana tunaona katika tafsiri yetu mwanadada wa kuitwa Cassie hakutaka kukubali kwa kila kitu kinaweza ikampita. Ndio maana aliona kama kukoswa kupendwa na manyanya ni kosa kubwa sana. Mwisho wa siku akaanza kuleta vitimbwi hadi kuondoa uhai wa mke wa manyanya. Leo anajutia kweli kweli. Leo anaenda kunyea debe. Leo anaenda kuteseka kuishi maisha ya jela, maisha ambayo yametokana na yeye kuwa na wivu mkubwa sana wa kimapenzi. Sasa tujiepushe sana kung'ang'ania au kutaka kila kitu uwe nacho. Kingine inatakiwa tukubali kuvipoteza. Sasa nini ambacho kitatokea katika episode inayokuja? Langu jina ni Otj Classic na leta the baddest man. Usisahau kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe. Hadi wakati mwingine, bye bye.